Katika jiji lililojaa kelele za magari na ndoto za vijana wanaotafuta mafanikio, aliishi kijana mmoja aitwaye Daniel. Daniel alikuwa na akili, bidii na ndoto kubwa kuliko umri wake. Alitamani maisha ya kifahari, magari ya thamani, nyumba za kisasa na heshima kubwa mbele ya jamii. Kwa Daniel, mafanikio hayakuwa tu pesa, bali pia hadhi na namna watu wanavyokutazama. Ndani ya harakati hizo za maisha, alikutana na msichana mmoja tofauti sana na wanawake aliowazoea kuwaona mitandaoni au kwenye sherehe za kifahari. Jina lake lilikuwa Aisha. Aisha hakuwa na mapambo ya gharama wala mavazi ya kuvutia macho kupita kiasi. Alivaa kwa unyenyekevu, aliongea kwa sauti ya utulivu, na macho yake yalikuwa na upole uliogusa moyo wa Daniel kwa namna ya ajabu. Aisha aliishi maisha ya kawaida sana. Alipenda utulivu, familia na heshima. Hakujisifia, hakujilinganisha na wengine, na hakuwahi kuzungumza juu ya mali au hadhi. Furaha yake ilikuwa kwenye mambo madogo: tabasamu la asubuhi, mazungumzo ya jioni na amani ya moyo. Huo ndo ulimwengu alioujenga moyoni mwake. Kadri siku zilivyopita, Daniel alijikuta akivutwa zaidi na Aisha. Upole wake ulimtuliza. Unyenyekevu wake ulimpa hisia ya kuwa na mtu wa kweli asiyejifanya. Alimpenda kwa dhati, na ndani ya muda mfupi aliamua kumchumbia. Aisha alikubali kwa moyo wa furaha, akiamini amepata mwanaume atakayemheshimu na kumlinda. Harusi yao haikuwa ya kifahari sana, lakini ilikuwa ya upendo wa kweli. Marafiki wachache na ndugu walihudhuria, wakishuhudia mwanzo wa maisha mapya. Daniel alitabasamu mbele ya watu, akijiona ameanza safari ya mafanikio akiwa na mke mwema pembeni yake. Hata hivyo, ndani kabisa ya moyo wake, ndoto za utajiri na hadhi kubwa ziliendelea kuwaka kama moto usiozimika. Hakujua kuwa ndoto hizo ndizo zingekuja kujaribu mapenzi yake na Aisha kwa namna ambayo hakuwahi kufikiria. Baada ya miezi michache ya ndoa, Aisha alimwomba Daniel waende kijijini kuwatembelea wazazi wake. Alisema kwa sauti ya heshima, "Ningependa wakujue vizuri zaidi, ni watu wazuri sana." Daniel alikubali, ingawa moyoni hakuhisi msisimko mkubwa. Kwa mtazamo wake, ziara hiyo ilikuwa ni jambo la kawaida tu la kifamilia, si tukio lenye umuhimu mkubwa katika safari yake ya mafanikio. Safari yao iliwapeleka mbali na jiji lenye majengo marefu na taa za kung'aa. Walipofika kijijini, Daniel aliona mashamba yaliyotulia, barabara za vumbi na nyumba zilizojengwa kwa mtindo wa zamani. Walipofika nyumbani kwa wazazi wa Aisha, alishuka taratibu kutoka galini na kuangaza macho yake kwa makini. Nyumba ile haikuwa kubwa wala ya kifahari. Ilikuwa ya kawaida tu, ukuta uliopakwa rangi ya udongo, paa la bati lililoonyesha dalili za kupigwa na jua kwa muda mrefu, na ua mdogo uliopambwa kwa mimea rahisi ya bustani. Hakukuwa na dalili za maisha ya anasa au mali za kuvutia macho. Wazazi wa Aisha walitoka nje kuwapokea kwa tabasamu la upendo. Baba yake alivaa shati la kawaida lililopigwa pasi kwa uangalifu, na mama yake alikuwa amevaa gauni la heshima lisilo na mapambo ya gharama. Waliongea kwa sauti ya upole, wakimkaribisha Daniel kwa heshima kubwa kana kwamba ni mgeni wa thamani sana. "Karibu sana mwanangu," baba yake Aisha alisema kwa utulivu. "Tunashukuru umekuja." Lakini wakati wao wakizungumza kwa unyenyekevu na furaha ya kweli, akili yako Daniel ilikuwa ikifanya mahesabu yake kimya kimya. Aliangalia mazingira, mavazi yao na mtindo wa maisha yao, kisha akahitimisha haraka moyoni mwake. Kwa mtazamo wake wa juu juu, hawa hawakuwa watu wa hadhi. Hakukuona ishara ya utajiri, hakukuona alama ya mafanikio makubwa. Ndani ya fikra zake, aliweka muhuri wa haraka: wazazi wa Aisha ni maskini wa kawaida tu wa kijijini. Hakujua kwamba mara nyingi macho huona juu juu, lakini ukweli hujificha ndani zaidi ya muonekano wa kwanza. Baada ya kurejea mjini kutoka kijijini, kitu fulani ndani ya Daniel kilianza kubadilika taratibu. Safari ile haikumgusa kwa upendo kama ilivyomgusa Aisha, bali ilimwacha na mawazo ya ajabu yaliyojaa hukumu za kimya kimya. Kila alipokumbuka ile nyumba ya kawaida na mavazi rahisi ya wazazi wa mke wake, moyo wake ulijaa hisia za aibu zisizoelezeka. Mwanzoni alianza kwa ukimya. Alipopigiwa simu na baba mkwe wake, mara nyingi hakuwa tayari kuongea. Alimwachia Aisha apokee simu na kuzungumza peke yake. Alipoulizwa kwa nini haongei sana nao, alijibu kwa kifupi, "Nimechoka tu." Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Alianza kuwaona kama mzigo kwenye taswira yake ya mafanikio. Kadiri siku zilivyopita, mawazo hayo yakageuka maneno. Siku moja jioni, Aisha alipomtajia kuwa wazazi wake wangependa kuja kumtembelea mjini, Daniel alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti iliyobeba ukali usiozoeleka,
Aisha, tafadhali, sitaki familia yako ije kuniharibia heshima yangu. Maneno yale yalitua moyoni mwa Aisha kama jiwe zito. Alimwangalia mume wake kwa mshangao, macho yake yakijaa maumivu. Unamaanisha nini Daniel? Aliuliza kwa sauti ya chini. Daniel akavuta pumzi ndefu, akasema kwa kujitetea, ninajenga jina langu hapa mjini. Watu ninaofanya nao kazi wana hadhi kubwa. Sitaki waanze kuniuliza maswali yasiyo ya lazima. Kuanzia siku hiyo, Daniel alianza kuweka mipaka isiyoonekana, lakini yenye maumivu makubwa. Aliwazuia wazazi wa Aisha wasije nyumbani kwake. Alimwambia Aisha atafute visingizio, mara nyumba ina ukarabati, mara ana safari ya kikazi, mara yuko bize sana. Aisha alivumilia kwa ukimya, akiheshimu ndoa yake. Lakini ndani ya moyo wake, alihisi pengo likikua taratibu. Daniel, aliyempenda kwa unyenyekevu wake, sasa alikuwa anaanza kuudharau unyenyekevu huo huo. Hakutambua kwamba kila neno la kiburi alilosema lilikuwa likijenga ukuta kati yake na watu ambao walimpenda kwa dhati bila masharti. Muda haukusimama, na juhudi za Daniel kazini zilianza kuzaa matunda. Siku moja alipokea barua rasmi ya kupandishwa cheo. Aliteuliwa kuwa meneja wa idara, nafasi iliyomletea mshahara mkubwa zaidi na heshima mbele ya wakubwa wa kampuni. Ndoto zake za kupanda ngazi ya mafanikio zilionekana kuanza kutimia. Habari ile ilimfurahisha kupita kiasi. Alirudi nyumbani akiwa na tabasamu pana, akambeba Aisha kwa furaha na kumwambia, hatimaye nimefika hatua nyingine. Aisha alimpongeza kwa moyo wote, macho yake yakionyesha fahari kwa mafanikio ya mume wake. Kwa kusherehekea ushindi huo, Daniel aliamua kuandaa sherehe kubwa nyumbani kwake. Aliwaalika wakurugenzi, wafanyabiashara na marafiki wenye majina makubwa mjini. Alitaka kila mtu aone kuwa sasa yeye ni mtu wa hadhi, anayestahili kuheshimiwa. Lakini katikati ya maandalizi hayo, Aisha alimuuliza kwa upole, "Je, nitawaalika mama na baba waje kusherehekea pamoja nasi?" Swali lile lilimfanya Daniel anyamaze kwa sekunde chache, uso wake ukibadilika ghafla. Aisha alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, "Sherehe hii itahudhuriwa na watu wakubwa sana. Sidhani kama ni wazo zuri wao kuja." Aisha alishtuka. "Kwa nini? Ni wazazi wangu." Daniel akavuta pumzi ndefu, kisha akasema maneno yaliyomchoma Aisha moyo. "Kama watu wakiuliza kuhusu familia yako, sema tu wamefariki au wanaishi mbali sana na hawawezi kusafiri." Kimya kizito kilitanda chumbani. Aisha alihisi dunia yake ikiyumba. Hakuwahi kufikiria siku ambayo angeombwa kuficha wazazi wake kama aibu, lakini kwa heshima ya ndoa yake, hakubishana. Alinyamaza, macho yake yakijaa machozi yasiyotaka kuonekana. Siku ya sherehe ilipofika, nyumba iling'aa kwa taa na vicheko vya wageni. Daniel alitabasamu mbele ya kila mtu, akijisikia juu ya dunia. Lakini pembeni, Aisha alisimama kimya, akibeba maumivu moyoni. Alijifunza kuwa wakati mwingine, aibu ya kijamii huumiza zaidi kuliko maneno ya wazi, na kiburi kinaweza kumfanya mtu akose kuona thamani ya wale wanaompenda kwa dhati. Wakati Daniel akiendelea kujenga taswira yake ya mafanikio mjini, kule kijijini wazazi wa Aisha waliendelea kuishi maisha yao ya kawaida kwa utulivu usiotikisika. Habari zilikuwa zinawafikia si kwa maneno ya moja kwa moja, bali kupitia sauti ya Aisha iliyobeba huzuni iliyofichwa kila walipozungumza naye. Mama yake Aisha alikuwa mwanamke mwenye moyo mpole na macho yenye busara ya miaka mingi. Aligundua mabadiliko katika sauti ya binti yake, lakini hakuwahi kuuliza kwa shinikizo. Baba yake naye alikuwa mtu wa maneno machache, mwenye hekima iliyojificha ndani ya ukimya wake. Siku moja, walipokaa chini ya kivuli cha mti mkubwa karibu na nyumba yao, mama yake Aisha alisema kwa sauti ya upole, "Inaonekana Daniel anaona aibu kututaja mbele ya watu wake." Hakukuwa na hasira ndani ya maneno yake, kulikuwa na utulivu wa ajabu. Baba yake akatikisa kichwa taratibu kisha akasema, "Mtoto wetu ana furaha, hilo linatutosha." Hakuna aliyepaza sauti. Hakuna aliyelalamika. Hawakuwahi kumuita Daniel kumkemea. Hawakuwahi kumtumia ujumbe wa kujitetea au kumkumbusha hadhi yao. Walibaki kimya, kana kwamba hawajaguswa na dharau iliyokuwa inawazunguka. Lakini kimya chao hakikuwa cha udhaifu, kilikuwa cha kusubiri. Kulikuwa na jambo ambalo Daniel hakulijua. Maisha yale ya kawaida aliyoyaona kijijini hayakuwa picha kamili ya ukweli. Nyumba ile ya kawaida haikuwa kipimo cha uwezo wao. Mashamba yaliyowazunguka hayakuwa ya kujikimu tu, na watu waliowasalimia kwa heshima hawakuwa wakifanya hivyo kwa bahati mbaya. Wazazi wa Aisha walikuwa wamechagua kuishi kwa unyenyekevu, si kwa sababu hawakuwa na uwezo, bali kwa sababu waliamini katika thamani ya maisha yasiyojaa majivuno. Walikuwa na siri iliyofichwa nyuma ya tabasamu lao la upole, siri ambayo haikuhitaji kujitangaza.
Na wakati Daniel akiendelea kuwahukumu kwa macho ya juu juu, ukweli ulikuwa ukisubiri wakati wake wa kujifunua. Siri hiyo haikuwa ya maneno, bali ya hali halisi ambayo ingekuja kubadilisha kila kitu alichokiamini. Maisha yana namna ya kubadilika ghafla, bila onyo wala ishara ya mapema. Daniel alikuwa bado anaishi katika kilele cha mafanikio yake, akifurahia heshima na sifa kazini, pale upepo wa mabadiliko ulipoanza kuvuma taratibu bila yeye kugundua. Kampuni aliyokuwa akifanya kazi ilianza kupitia changamoto za kifedha. Miradi ilipungua, wawekezaji wakaanza kujiondoa kimya kimya, na mikutano ya siri ikaongezeka. Daniel alijaribu kupuuza dalili hizo, akiamini hadhi yake mpya isingetikiswa kirahisi. Lakini siku moja aliitwa ofisini kwa mkurugenzi mkuu. Mazungumzo hayakuchukua muda mrefu. Kwa sauti ya kiofisi isiyo na hisia, aliambiwa kuwa kampuni inapunguza wafanyakazi na nafasi yake imeathirika. Barua ya kusitishwa kazi ilikabidhiwa mikononi mwake kama hukumu isiyopingika. Daniel alitoka ofisini akiwa haamini kilichotokea. Simu yake, iliyokuwa ikipigwa kila dakika na marafiki na washirika wa biashara, ilianza kuwa kimya. Ujumbe wa pongezi ukageuka kuwa ukimya wa ajabu. Watu waliokuwa wakimuita kaka na boss walianza kupunguza mawasiliano. Alijaribu kuanzisha biashara ndogo kwa kutumia akiba aliyokuwa nayo, lakini bahati haikuwa upande wake. Hasara zikaanza kuongezeka. Madeni yakaanza kumkaba. Gari alilojivunia kulinunua kwa fahari lililazimika kuuzwa ili kufidia gharama za maisha. Ndani ya muda mfupi, maisha yake yakabadilika kutoka mwanga wa sifa hadi kivuli cha mashaka. Alianza kukwepa mikusanyiko ya kijamii, aibu ikianza kumtafuna polepole. Wale waliokuwa wakimzunguka kwa sababu ya mafanikio yake walitoweka kama moshi unaopotea hewani. Nyumbani, Aisha alimtazama kwa huruma na ukimya. Hakumlaumu, hakumkumbusha maneno yake ya kiburi. Lakini Daniel alianza kuhisi uzito wa hali yake. Heshima aliyokuwa akiilinda kwa gharama kubwa ilianza kuyeyuka mbele ya macho yake. Kwa mara ya kwanza, Daniel alihisi ardhi ikitikisika chini ya miguu yake. Hadhi yake ilishuka ghafla, na maisha aliyoyajenga kwa kiburi yakaanza kusambaratika. Hakujua kwamba huu ulikuwa mwanzo wa safari ya kukutana na ukweli ambao aliukwepa kwa muda mrefu. Siku moja, Daniel alipokuwa amekata tamaa karibu kabisa, aliamua kwenda kijijini peke yake. Hakuwa na mpango maalum, labda alikuwa anakimbia aibu ya mjini, au labda moyoni kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamvuta huko bila yeye kuelewa. Alifika kwa wazazi wa Aisha akiwa na uso wa uchovu na moyo uliovunjika. Walimpokea kama kawaida yao, kwa tabasamu la utulivu, bila maswali mengi. Hakukuwa na lawama, hakukuwa na kejeli. Ukimya wao ulimchanganya zaidi kuliko hasira yoyote angeweza kuipata. Wakati akiwa pale, Daniel alianza kugundua mambo ambayo hapo awali hakuyapa uzito. Aliona magari mawili makubwa yakiingia kwenye ua wa jirani, watu wakishuka na kumuita baba mkwe wake, mwenyekiti. Alisikia mazungumzo ya heshima yakizungumzwa kwa sauti ya staha. Baadaye jioni, alipopelekwa kuangalia mashamba yaliyo nyuma ya kijiji, macho yake yalibaki wazi kwa mshangao. Mashamba yale hayakuwa madogo, yalienea kwa umbali mrefu, yakiwa na mazao yaliyopangwa kitaalamu. Aliambiwa kwa utulivu kuwa hayo yote ni mali ya wazazi wa Aisha. Bado hakuridhika. Lakini siku iliyofuata, alipokuwa akikaa sebuleni, aliona faili na nyaraka zilizoonesha umiliki wa kampuni kubwa ya usambazaji wa mazao na uwekezaji katika miradi kadhaa ya maendeleo. Jina la baba mkwe wake lilionekana kama mkurugenzi mkuu, lakini hakuwahi kulisikia likitajwa kwa majivuno. Daniel alihisi damu ikimwenda kasi. Ukweli ulimpiga kama radi. Wazazi wa Aisha hawakuwa maskini kama alivyodhani. Walikuwa miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa, wafadhili wa siri wa shule, hospitali na miradi mingi ya kijamii. Walichagua kuishi kijijini kwa unyenyekevu kwa makusudi, si kwa sababu ya kukosa, bali kwa sababu ya imani yao kuwa utajiri hauhitaji kelele. Daniel alikaa kimya, kichwa chake kikiwa kizito kwa aibu. Kila hukumu aliyowahi kutoa ilianza kumrudia kama mwangwi. Aligundua kuwa hakuwaona kwa macho ya ukweli, bali kwa macho ya kiburi chake mwenyewe. Na kwa mara ya kwanza, alitambua ukubwa wa kosa lake. Baada ya kugundua ukweli ule mzito, Daniel alihisi kama dunia imemporomokea juu yake. Alikaa kimya kwa muda mrefu, macho yake yakiwa yameganda ardhini, akili yake ikirudia picha za nyuma kama filamu ya maumivu. Alikumbuka siku aliyomwambia Aisha kwa kiburi, "Sitaki familia yako ije kuniharibia heshima yangu." Alikumbuka jinsi alivyowazuia kuja nyumbani kwake, jinsi alivyomtaka mke wake aseme kuwa wazazi wake wamefariki. Kila kumbukumbu ilimchoma kama sindano moyoni. Alikumbuka sherehe ile ya kupandishwa cheo, taa zikimulikwa, wageni wakicheka, yeye akijivunia hadhi yake. Wakati huo huo, wazazi wa Aisha walikuwa kijijini,
wakifurahia mafanikio yake kwa mbali, bila hata kulalamika. Hakuwahi kujua kuwa watu waliowaona maskini walikuwa na uwezo wa kumsaidia zaidi ya marafiki zake wote wa mjini. Daniel alihisi aibu nzito isiyobebeka. Machozi yalianza kumtoka bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza, hakuwa analia kwa sababu ya kupoteza kazi au pesa. Alikuwa analia kwa sababu ya kupoteza utu wake. Alirudi nyumbani jioni ile, akiwa kimya kupita kawaida. Aisha alipomwona, alihisi kuna kitu tofauti. Daniel alimsogelea polepole, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi. Bila kujali kiburi chake cha zamani, alipiga magoti mbele yake. "Samahani Aisha," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Nimekukosea. Nimewakosea wazazi wako. Niliona juu, nikasahau kuwa thamani ya mtu haipimwi kwa muonekano." Aisha alimtazama kwa macho yaliyojaa huzuni na upole kwa wakati mmoja. Hakusema neno mara moja. Maumivu aliyokuwa ameyabeba kimya kwa muda mrefu, hayakuweza kufutwa kwa sentensi chache za majuto. Ingawa Daniel alijutia kwa dhati, ukweli mmoja haukubadilika. Uharibifu wa heshima tayari ulikuwa umetokea. Maneno aliyosema hayawezi kufutwa, na majeraha ya moyo hayaponi kwa siku moja. Na hapo ndipo Daniel alianza kuelewa kuwa kiburi si tu kinaporomosha mali, bali pia kinaweza kuvunja daraja la heshima kati ya watu wanaokupenda kwa dhati. Baada ya kuomba msamaha kwa Aisha, Daniel alijua bado hajamaliza safari yake ya toba. Kulikuwa na mzigo mzito moyoni mwake uliomhitaji akabiliane nao ana kwa ana. Siku iliyofuata, aliamua kwenda kijijini tena, safari hii si kwa kiburi, bali kwa unyenyekevu aliojifunza kwa maumivu. Njiani, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Kila hatua aliyokaribia nyumba ile ya kawaida, ilimkumbusha maneno yake ya zamani. Nyumba ile aliyowahi kuidharau sasa ilionekana kama mahali pa hekima na utu aliyoukosa. Alipofika, wazazi wa Aisha walikuwa wameketi nje chini ya kivuli cha mti ule wa zamani. Walipomwona akija, waliinuka polepole. Hakukuwa na tabasamu la kejeli wala uso wa hasira. Kulikuwa na utulivu ule wa heshima waliokuwa nao siku zote. Daniel alisogea karibu nao, lakini safari hii macho yake hayakuinuka kwa kujiamini. Yalikuwa yameinama kwa aibu. Hakusubiri waongee. Ghafla alipiga magoti mbele yao, vumbi la ardhi likigusa suruali yake bila kujali. "Naomba mnisaidie kunisamehe," alisema kwa sauti iliyotikiswa na hisia. Machozi yalimtoka waziwazi. "Niliwahukumu bila kuwajua. Niliwadharau kwa sababu ya muonekano wenu. Nilimkosea binti yenu na nimewakosea nyinyi." Kimya kizito kilitanda kwa sekunde kadhaa. Upepo mwanana ulipuliza majani kwa sauti ya taratibu, kana kwamba nao ulikuwa unasikiliza. Daniel aliendelea kulia, akimwaga maneno ya majuto aliyoyabeba kwa muda mrefu. Mama yake Aisha alimwangalia kwa macho yenye huruma, lakini pia yenye uzito wa hekima. Baba yake alibaki kimya kwa muda, akimtazama kwa makini, kana kwamba anachunguza kama majuto yale ni ya kweli au ni matokeo ya hali yake ya kifedha. Hakukuwa na haraka ya kujibu. Msamaha haukuwa kitu cha kutoa kwa wepesi tu. Ilikuwa ni mtihani wa moyo. Na pale Daniel alipokuwa amepiga magoti, akitetemeka kwa aibu na majuto, alitambua kuwa wakati mwingine kuomba msamaha si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa kuthibitisha mabadiliko ya kweli. Daniel alikaa kimya mbele ya wazazi wa Aisha, macho yake yakiwa yameganda kutokana na machozi yaliyomwagika na muda mrefu wa majuto. Alihisi uzito wa kile kilichokuwa kimesalia kati yake na watu waliokuwa wamempenda kwa dhati. Kwa mara ya kwanza, hakujiona mkubwa au mwenye heshima. Alijiona mdogo, mdhaifu, na amevunjika ndani ya moyo wake. Baba wa Aisha alinyamaza kwa muda, kisha akainua mkono kwa upole na kusema, "Daniel, utajiri wa kweli si pesa wala hadhi ya kigeni. Utajiri wa kweli ni tabia, heshima na moyo wa kujali wengine. Hayo ni mali zisizo na mwisho." Mama wa Aisha akahimiza kwa sauti laini, "Tabia njema, unyenyekevu na upendo kwa familia yako, hizo ndizo hazina zinazokuletea amani ya kweli. Heshima haijengiwi kwa kejeli au kiburi, bali kwa moyo wa kweli." Daniel alikumbuka kila maneno aliyowahi kusema, kila hukumu aliyowahi kutoa kwa dharau. Aliwaona wazazi wa mke wake kwa macho ya kiburi, akidhani walikuwa wanyonge na wasioweza kumsaidia, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Sasa alijua kuwa kiburi chake kilimficha maono, kikimfanya ajue sio kweli wala uhalisi wa maisha. Machungu aliyopata hayakuwa yasiyo ya thamani. Alihisi mabadiliko ndani yake. Moyo wake ulianza kufunguka kwa upendo na heshima kwa watu waliokuwa wakimpenda kwa dhati. Aliamua kwa sauti ya chini na makini, "Najua sasa nilikosea vibaya. Naahidi kuishi maisha yenye heshima na unyenyekevu na kuthamini familia yangu kwa dhati." Aisha, aliyeketi kimya, alimtazama kwa macho yaliyojaa furaha na utulivu.
Alijua kuwa Daniel alijifunza funzo ambalo haliwezi kufundishwa kwa maneno tu, bali kwa matukio yaliyopita na maumivu aliyoyabeba. Hadithi hii inamalizika kwa funzo zito. Usimdharau mtu kwa muonekano wake au hali yake ya sasa. Kiburi kinaweza kukuletea kushuka hadhi, wakati unyenyekevu na heshima vinakuletea thamani isiyo na kipimo. Utajiri wa kweli ni moyo, si mali au hadhi. Daniel alijua sasa kuwa amepata mali ya kweli, upendo, heshima na funzo la maisha ambalo halitoweka. Kila siku, aliahidi, atakumbuka hekima hiyo na kuishi kwa unyenyekevu, akithamini kila mmoja aliye karibu naye.